10 jumlisha 1 mara 12 sawa sawa na 600. Kwa wakali wa mahesabu watahisi nimechanganyikiwa kusema 10 jumlisha 1 mara 12 sawa sawa na 600 badala ya 132. Japo nipo sahihi juu ya hili. Hii ni formula muhimu sana kuwa nayo na kuisimamia kama una lengo la kuwa na kuku zaidi ya 600 ndani ya mwaka mmoja. Na kabla kuendelea, ngoja kwanza tuichambue formula yetu inamaanisha nini. Ninapozungumzia 10 inamaanisha majike 10. Yani kuku ambao tayari washafikia uwezo wa kutaga. Na hiyo moja inamaanisha jogoo mmoja. Jogoo la mbegu ambao lina uwezo wa kupanda majike sawa sawa na kuleta matokeo. Na hiyo 12 inamaanisha miezi 12 ya mwaka mzima. Ikumbukwe kwamba jogoo mmoja anaweza kuhudumia majike 10. Na kwa wastani wa kawaida kwa kuku ambao ni mbegu za kawaida, hasa kuku wa kienyeji, wanaweza kutaga wastani wa mayai 10 ndani ya mwezi mmoja. Ikitokea kila jike mmoja ametaga mayai 10, itakuwa ni sawa sawa na mayai 100 ndani ya mwezi mmoja, ambayo kama yakilaliwa au yakiatamishwa na kutotolewa vifaranga itakuwa ni sawa sawa na vifaranga 1200 ndani ya mwaka mmoja. Bila shaka umeanza kuona kama inawezekana. Sasa tusiishie kwenye hesabu za kwenye makaratasi bila vitendo. Mafanikio haya ya hali ya juu utayapata kwa kufanya na kuzingatia mambo yafuatayo. Namba 1, ondoa mitazamo yote hasi kuhusu kuku wa kienyeji. Imezoeleka kwenye jamii zetu watu kufuga kuku kama mapambo au kama kitoweo tu ikitokea mgeni wa heshima amekuja, na si katika mtazamo wa kibiashara. Kwa hiyo ondoa hilo wazo, ondoa hiyo mitazamo na weka misingi na mikakati kwamba hii ni biashara kama biashara zingine, na unaweza kufuga kuku wa kienyeji au hizi mbegu zetu za asili kibiashara na ukatoboa. Namba 2, kuchagua mbegu nzuri na za kimkakati. Kwa upande wa dume liwe lenye afya nzuri na uwezo mzuri wa kupanda, lakini pia lisiokuwa na magonjwa hasa yale ya kurithi. Lakini kwa upande wa majike wanatakiwa wawe na afya nzuri, lakini pia wawe na uwezo mzuri wa kutaga. Na zaidi ya hapo wasiwe na magonjwa hasa ya typhoid ambayo yanaweza kurithishwa kwenda kwenye vifaranga kupitia mayai. 3, zingatia lishe. Hakikisha unapatia mlo ulio kamili na wenye virutubisho vyote vya msingi vinavyotakiwa kulingana na umri wao. Na hii inahusisha virutubisho kama carbohydrate, protini, madini, vitamin na maji. 4, simamia afya zao kikamilifu. Hii utaitekeleza kwa kuzingatia chanjo na matibabu endapo afya zao zitatetereka. Namba 5, hii kwa majike wapunguzie majukumu yao ya asili. Ikumbuke kwamba kuku jike hasa hizi mbegu zetu za asili wana kazi au majukumu makuu matatu. Namba 1 ni kutaga, namba 2 ni kuatamia au kulalia mayai, na namba 3 ni kulea wale vifaranga au watoto wake waliopatikana. Sasa kati ya hizo kazi kubwa 3, basi angalia ni kazi gani ambayo wewe unaweza kuifanya na kazi gani ambayo hauwezi kuifanya. Kwa mfano, inafahamika kwamba kutaga mayai sisi hatuwezi, lakini kulalia au kuatamisha mayai tunaweza kwa kupitia mashine za kisasa, incubator. Lakini zaidi ya hapo, baada ya vifaranga kutotolewa, tunaweza kulea wenyewe kwa kutengeneza brooder na mazingira sahihi ya kulea vifaranga. Jukumu la kulalia au kuatamisha mayai unaweza kuitekeleza kwa njia kubwa 2. Namba 1 ni mashine kama nilivyosema. Na hiyo mashine unaweza kuinunua mwenyewe, lakini kama mtaji wako ni mdogo, unaweza kutafuta sehemu au watu ambao wanafanya shughuli hiyo ya kuatamisha mayai kwenye mashine zao. Lakini namba 2 itakulazimu sasa uwe na kuku wengi tofauti na hawa 10 ili uweze kutekeleza hii jukumu lako kama hautakuwa na uwezo wa kununua au kupeleka mayai kwenye mashine. Kwa mfano, badala ya kuwa na kuku majike 10, unaweza kuwa na majike 20. Kimkakati ukatengeneza mazingira kwamba 10 wakiwa wamelalia, 10 wengine watakuwa wanataga. Yaani hawa hapa watakuwa wanafanya kazi maalum kwa ajili ya kutaga, lakini hawa 10 hawa wakishamaliza kutaga watalalia, hawa wengine wataingia katika mzunguko wa kutaga ili ubakie kwenye ile figa yako au programu yako maalum ya kuzalisha mayai 100 kila mwezi. Namba 6, zingatia makazi bora. Hii inahusisha ujenzi wa banda au nyumba yao ya kuishi au kulala, ikitegemea idadi yao, mahitaji yao, lakini pia mfumo unaotumia. Ikumbuke kwamba kuna mifumo mikuu 3 ya kufuga. Kuna
mfumo wa ndani moja kwa moja kwamba kuku wanakaa ndani moja kwa moja, lakini pia kuna mfumo nusu huria wanakuwa nje, lakini pia wanaweza kuaccess mazingira ya ndani, lakini kuna mfumo wa nje moja kwa moja, mfumo huria ambao kuku wanazunguka nje, mwisho wa siku wanaingia ndani aidha kwa kutaga tu, lakini pia na kulala. Sasa zaidi ya hapo, zingatia pia sehemu nzuri za kutagia ambazo zina sifa sahihi kwa kuku kutaga akiwa comfortable. Kwa mfano mazingira yenye utulivu, mazingira yenye faragha na mazingira ambayo yanagizagiza. Namba 7, jifunze na tegeza mbinu za kuwaachisha kuku kulalia au kuwatamia mayai yao. Hii itakusaidia hasa kwenye kuokoa muda. Kwa pale ambapo kuku watakapokuwa wameishiwa mayai yake tumboni, basi utakuwa na uwezo wa kumwachisha au kumtoa katika ile hali ya kulalia ili aingie kwenye program ya kuendelea kutaga. Lakini namba 8 ni kuwajibika na kujitoa kwa 100%. Sasa hii inakuhusu wewe moja kwa moja. Ni kwa namna gani vipi utaweza kusimamia malengo yako, kusimamia na kutekeleza mahitaji yote ya msingi ya kuku, mazingira na banda kwa ujumla, lakini pia kuzingatia na kujali muda, hasa muda wa kwenye ile programu yako ya kuhakikisha kwamba kila mwezi unapata mayai 100, lakini pia na hata kuweza kusimamia hivi vitu ninavyovitaja, ninavyovielezea, yani hizi points kwa ujumla wake. Kama utaweza kufanya, kutekeleza na kusimamia haya yote niliyokueleza, basi itakuwa ni rahisi sana kunielewa kwa nini nasema 10 jumlisha 1 mara 12 ni sawa sana 600. Ikiwa utafanya kama tulivyoelekezana, na uhakika ndani ya mwaka mmoja unaweza kuwa na kuku zaidi ya 1200. Nasema zaidi ya 1200 kwa sababu kwa kila kuku mmoja tuliweka wastani wa mayai 10. Lakini kuna uwezekano mkubwa kuku wengine wakataga mayai zaidi ya 10, yani 12 hadi 15. Sasa tukichukua ule wastani wa kuku 1200 kwa mwaka mmoja au vifaranga 100 kwa mwezi mmoja, afikisha tukatoa tahadhari zote ambazo zinaweza kutokea na kisha kupunguza idadi ya kuku. Kwa mfano kama magonjwa, siwezi, changamoto za mazingira, changamoto za kulea na vingine vingi ambavyo hatuwezi kuvizungumza vyote. Itatulazimu tuchukue hesabu ya nusu ya makadirio halisi. Yaani kuku 1200 kwa mwaka mzima tunagawia 2, sawa sana 600. Na ndio maana nikasema kwamba kwa mwaka mmoja unaweza kupata vifaranga 600 au zaidi ya 600. Ikumbuke kwamba kuku ana uwezo wa kutaga mayai zaidi ya 10, lakini pia kuna uwezekano mkubwa isitokee changamoto yoyote au ikatokea changamoto kubwa ambayo itapunguza vifaranga. Kwa hiyo ikitokea hivyo, basi kuna uwezekano mkubwa ukapata vifaranga wengi zaidi, hata zaidi ya 600. Kwa hiyo ikitokea hivyo ni bonus, lakini asimamia haya malengo ili uweze kufikisha vifaranga wa wastani wa 600 kwa mwaka mmoja. Je, mpaka hapo una swali? Kuna uwezekano mkubwa wa kuku wakawa wanapishana kiutagaji, kwa maana muda kuanza kutaga, lakini pia hata muda kumaliza kutaga. Sasa ni kwa namna gani au mbinu zipi utazitumia ili uweze kupata mayai 100 kwa wakati mmoja? Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine. Kwa swali lolote kuhusu kuku au kama ungependa kuonesha hisia zako juu ya video hii, unaweza comment au kuwasiliana nami moja kwa moja kupitia namba zangu hapo chini. Lakini kama umependa video hii, unaweza like, lakini pia ukashare kwa watu ambao unahisi maudhui haya yatawasaidia. Usisahau pia kusubscribe ili uwe karibu na familia ya Fieldmost kwa maudhui mengi zaidi kuhusu masuala ya mifugo pamoja na kilimo. Ulikuwa nami Ahi Kigufa kutoka Kigufa Fieldmost. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye video nyingine. Bye.